Kwanza nimefurahi kutembelea eneo hili la uwekezaji wa michezo wa Azam. Nimefurahi kuona viwanja vya natural grass. Tangu tumekuwa waandaaji wa CHAN tumejifunza mengi kuhusu viwanja. Kwa nilipoona hivi nikafurahi, nikasema kumbe kuna wakati mwingine tunakaa mjini huko tunasukumana kutafuta viwanja na kuandaa viwanja kwa gharama kubwa, lakini kumbe kuna Mtanzania kawekeza huku. Tuna maeneo mazuri ambayo timu zinazoshiriki mashindano ya kimataifa zinaweza zikashiriki. Kwa hiyo nawapongeza sana Azam kwa uwekezaji huu mkubwa, ili kundi la vijana wote na waona hapa naona kuna mechi ya kirafiki, lakini naona vijana wengine wadogo wako hapa kila mmoja ana ndoto zake katika michezo, katika kandanda. Na sisi kama nchi tunapenda vitu vya namna hii, kwa sababu kama kweli tumeamua kuwekeza kwenye michezo, ni lazima tukamate afua zote zitakazotuletea mafanikio katika michezo. Hasa mojawapo ni maendeleo ya vijana. Michezo kwa vijana ni jambo muhimu. Hatuwezi kudanganyana hapa kwamba tutapata maendeleo makubwa ya michezo kwa kushika maeneo machache tu katika mnyororo mzima wa thamani ya kumtengeneza mchezaji mpaka awe bora. Ni lazima uanze kwa watoto wadogo kama hawa, tuwe na viwango mbalimbali. Tukifanya vizuri kwenye ngazi hizi, hapo tutakuwa tuna uhakika wa timu ya taifa, tutakuwa na uhakika wa ubora wa ligi yetu, tutakuwa na uhakika wa ubora wa timu zetu ambazo zinashiriki kwenye ligi. Michezo sasa hivi imetoka kwenye kauli mbiu moja ya michezo kwa afya. Sasa hivi michezo ni biashara, michezo ni ajira, michezo ni uchumi. Sasa uchumi huu sio kwa serikali tu peke yake au kwa mzee Bakresa peke yake. Uchumi huu ni kwa Watanzania wote. Watu waamke, waangalie, wafunue macho yao, waangalie fursa zilizoko huku. Leo hii Tanzania tunazungumza kijana wa Kitanzania mcheza mpira ambaye thamani yake ni zaidi ya dola milioni 2. Maana yake huyu mchezaji tayari anakwenda bilioni 6 kwa fedha za Kitanzania. Sasa kama tumefika huko, hii uwezo ukaiona kama ni biashara ndogo. Yani sio lazima wote tukauze matikiti. Umeshanielewa? Sio lazima wote tukafungue maduka. Ziko fursa nyingi, tusipozikamata sisi watazikamata wenzetu, na kwa sababu michezo ni shughuli ya kimataifa. Usipoikamata wewe, jirani yako atakamata. Kenya atakamata, Uganda atakamata, Rwanda atakamata, Kongo atakamata, na wengine watakamata. Wewe unabaki umeng'ang'ana tu na vitu ambavyo umevizoea. Kwa hiyo huku ni sehemu nyingine yenye fursa kubwa kwa vijana wetu kupata ajira kwenye timu mbalimbali duniani. Leo hii Tanzania tuna wachezaji wengi wako Ulaya. Wanacheza, wale vijana wanalipwa vizuri, wanalipwa mshahara mzuri kuliko hata mimi katibu mkuu. Kwa hiyo sasa badala ya kubaki tunang'ang'anizana kwenye mambo ambayo tumeyafanya kwa muda mrefu, sasa ni vizuri tuanze kutafuta kuexplore hizi opportunities zingine ambazo vijana wetu watazidi. Na sasa hili litawezekana kama watu watajitokeza kuwekeza. Wawekeze kwenye miundombinu ya michezo. Hivi viwanja vya mpira hivi, inawezekana mtu mwingine wa kawaida akiangalia hapa anaona hapa naweza nikajenga magorofa 10. Lakini kumbe unaweza kujenga uwanja ukatengeneza fedha nyingi kuliko hata hayo magorofa 10 unayofikiria. Lakini zaidi hapo unaweza ukatengeneza academy ya michezo, ukatengeneza wana michezo. Sasa kama unaweza kuuza mchezaji mmoja kwa dola milioni 2 bei ya leo, hivi ukiwa na academy una wachezaji wako 50 ngapi, ukauza watatu na shilingi ngapi? Mimi nimepata kutembelea academy moja inaitwa Right to Dream. Iko Ghana hapa Afrika, na ikatengeneza tawi lake Denmark. Siku tumefika kama jana yake wameuza mchezaji dola milioni 6. Wale jamaa wanauza wachezaji kila wakati. Wanawaandaa kutoka Afrika Magharibi, wanakwenda kuwauza kule Denmark, wanakwenda kwenye timu mbalimbali duniani. Hasa lazima tuanze kuchukua haya mafunzo na kuyafanyia kazi, ili tuweze na sisi kupata fedha nyingi kutokana na wachezaji hao.